unamkuta Imidimao, unamkuta Kaminko ndo anashinda zile second balls. Tayari Azam wameligeni possession, wanaanza tena kufanyaje? Kwenda kwa Yanga. Kuna muda ambao Azam wanasema sasa hapa tufanye high press. Badala yake tunaweka kivuli katikati ya kiwanja. Wanakaba zaidi kwenye mid block. Na walikuwa wanakaba zaidi kwenye narrow 4-4-2. Utakuta mstari wa kwanza yuko Fei, yuko Zidane Seleli. Hao muda huu hawaendi kuweka pressure moja kwa moja kwenye center back wawili wa Yanga. Badala yake wanasogea nyuma kidogo, wanawaacha wawe na mali. Kisha Idinado, Kibeku, Mbiku, Akaminko na nani Imidimao wanatengeneza mstari wa pili wa watu wanne. Lakini wale mawinga wawili kwa maana ya Mao na Mbeku wanaingia ndani zaidi. Umeona wanawaacha wale mafullback wa Yanga wawe na uhuru wa kwenda mbele zaidi hata wakipokea mpira. Nia ni nini? Yanga ni wazuri sana katikati ya kiwanja. Hatutaki wa penetrate kwa namna yoyote katikati ya kiwanja. Kwa hiyo tutatengeneza nalo 4-4-2, tutakuwa wengi katikati ya kiwanja, tutawaforce Yanga wapite pembeni. Wakipita pembeni ni nini? Mipira inaenda kwa wale mafullback wawili. Zaidi Israel Mwenda cross zake nyingi zilikuwa ni mbovu jana. Yaani kuna muda unajiuliza kwa Sotola yao anapona lini? Kwa sababu Yanga hawezi tena kucreate kutokea katikati ya kiwanja. Wamepewa nafasi wapitie pembeni. Pembeni unakutana na mafullback wawili. Ni Israel Mwenda. Piga cross vizuri kwenye 6 yard box, Depu na Dube waweze kuzishambulia. Lakini kila cross inayopigwa ilikuwa inapotea. Nadhani jana Israel Mwenda ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na kiwango kibovu kulikweli. Na wamepoteza cross nyingi sana. Kwa changamoto ikawa iko pale. Lakini kuna muda Azam walikuwa wanasema okay, atupress juu, atukabi kuanzia katikati. Tunafanya tunafanya low block, tunarudi nyuma zaidi. Ndio kitu ambacho amezungumza Magunga. Hapo ndio ulikuwa unaona Azam wanatengeneza mstari wa kwanza wa ulinzi wakiwa wachezaji 6. And then mbele yao kuna wachezaji 4. Na hao 4 hawajajigawa wakiwa flat, badala yake ni wawili. Kwa hiyo ilikuwa ni kama 6-2. Kwa hiyo yote ni kuwafanya Yanga wasiwe comfortable. Kwa kumalizia, nikitazama ile timu ya Yanga tunaona mapungufu mengi sana wakicheza game kubwa. Of course watu watalalamika Depp ni mchezaji wa mechi ndogo, lakini tujiulize, wana create hizo nafasi? Yanga kwa sasa ukiangalia wana miss baadhi ya wachezaji kwenye timu yao. Yanga sasa hivi hawana namba 10 pure ambaye anaweza akapiga hizo pasi za mauaji. Hawana namba 10 ambaye anaweza akawatuma akina Dube, akina Depu wakimbie nyuma ya migongo ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hakuna huyo namba 10 ambaye anaweza kupiga hizo pasi. Hapo ni namba 10 yupo kwenye mechi kubwa tu ama kwenye mechi zote au muone, kwa sababu kwenye mechi zingine